Bwana Yesu asifiwe, mtazamaji popote pale ambapo unanitazama dunia zima. Leo ni siku nzuri sana ambayo Bwana amenipa neema na amenipa kibali na niweze kukuja hapa ili niongelelee kuhusu ushuhuda kama huu ambao umetolewa na huyo msichana anaitwa, sijui ni msichana ama ni mama, anaitwa Liz Dano. Mimi sijai muona, lakini tulijuana tu kwa simu. Akanipigia simu akaniambia, nabii, ndoa yangu inaangamia, ndoa yangu inaingia katika shida, kwa sababu kuna mwanamke ambaye amekuwa na bwana yangu for now it is 4 years na huyo mwanamke amekuwa akinionyesha madharau sana, amekuwa akinitusi. Hata wakati mwingine nikichukua tu simu yangu, akaniambia wakati ambapo anachukua simu ampigie mume wake, simu badala ya mume wake kupokea inachukuliwa na huyo mwanamke. Na akimwambia nataka kuongea na bwana yake, anamwambia unataka yani akawa akitaka kitu, huyo mwanamke ndio anapokea simu, na ndoa yake ikawa ina machozi mingi sana. Na akarudi tena akaniambia kwamba, nabii, watoto wangu bwana yangu amesaulika na wao, hata niko na shida sana. Na Mungu akanionyesha ya kwamba yule mwanamke anatumia uchawi na anatumia madawa, na nikaweza kutafuta ni njia gani ambayo naweza fanya ili niweze kusaidia huyo msichana ambaye anaitwa Dano, ile ndoa yake ipone na aweze kupata amani. Na nikaweza kuchukua yale majina yake nikayaweka katika madhabahu yake na mume wake, na nikayamwagia mafuta, na nikatangaza ya kwamba yoyote yule ambaye ameingililia ndoa hii, yoyote yule ambaye anatumia uchawi wa madawa kuingililia ndoa hii ili ndoa iwe ya machozi, ninatangaza akufe, hata akufe. Kama hata aachilia ndoa hii, akufe mara moja katika jina la Yesu, kwa sababu ndoa imeanza katika Mungu ndiye alianzisha ndoa, na ndoa imeanza hata pale katika Biblia, na imeandikwa ya kwamba yule ambaye aingililiaye ndoa ya watu wawili, mshahara wake ama yeye utafuta kifo. Anayeingililia wawili wanaopendana, yeye unjitafutia lahana, na kama mtu anajitafutia lahana, anajitafutia mauti. Na mimi nataka nikwambie kitu moja. Ukikuja kwangu uniambie ndoa yako imechukuliwa, kuna mtu ameingililia, 100%, hiyo ninakuambia kwamba itaweza kurudi. Asubuhi leo, si asubuhi, mchana, ameniandikia message akaniambia, nabii, yule mwanamke ambaye alikuwa amechukua mume wangu, nimesikia habari ni kwamba amekufa, na saa hii tunaongea mume wangu amekuja, na wakati ambao amekuwa ananiambia, akanipigia simu, amenipigia simu akaniambia wakati ambapo mume wake amekuwa akikuja kwa nyumba, huwa anakuja, lakini huwa analetwa na pikipiki, gari huwa anaiacha kwa yule mwanamke na vitu vyake. Lakini leo ameniambia kwamba leo mume wake amerudi na kila kitu iko sawa. Na wewe nataka nikuambie kitu moja, chochote chako umenyang'anya na kutangazia, amini siku ya leo Mungu aliye juu mbinguni atakurejeshea. Naitwa Prophet Joshua. Leo nitakukamatia mchawi anayekamata ndoa yako, anayefanya uishi maisha ya ugomvi wewe na mke wako, anayefanya uishi maisha ya ugomvi wewe na mume wako. Leo nitakukamatia yeye. Aki ya ine ngokwati ya mundosu. Leo nitakukamatia yeye. Nisikilize vizuri kwa makini. Leo nitakukamatia yeye.